Ona maisha Bongo yanavyotisha, afadhali achana kila kukicha. Hatuna hata muda wa kupumzika, kama vika tunibelea wa Acha. Tuachie washikaji niwaambie kitu. Hivi mtu akikwambia Benzi akilini mwako wewe unafahamu ni nini? Benzi. Kwa mimi mimi nadhani wote tunajua Benzi gari. Kwanza mimi Benzi najua ni gari. Alafu Benzi kuna majina matatu, kuna Benzi Ice. Sawa? Kuna Benzi Kisiwa. Sawa? Kuna Benzi Toroli. Asa mimi leo nataka niwasanue. Unajua Benzi sio gari. Benzi ni mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Kari Benzi. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye aliweza kugundua gari la kwanza duniani. Ilikuwa ni mnamo mwaka 1885. Alipogundua gari hilo la Benzi, baadaye akaja kulizindua mnamo mwaka 1886. Kipande cha German pale Mannheim ndo aligundua gari la kwanza Benzi. Ila mjomba ujanywa maji, chukua maji kwanza. Kwanza maji, kunywa maji. Kwa kipindi hicho teknolojia ilikuwa ni duni sana. Watu walikuwa wanatumia farasi pamoja na mikokoteni kwa ajili ya kuweza kutembelea. Sasa walipoanza kuona teknolojia ya magari, wengine walikuwa nadhani pengine labda ni uchawi. Wakawa wengine wanakimbia kabisa wakishaona gari, lakini jamaa alikuwa na imani kwamba anaweza akatumia gari kuweza kutembelea na alikaweza kuweka impact nzuri sana kwa jamii. Watu wanapaswa wabadilike, waache kusafiri kwa kutumia farasi pamoja na mikokoteni. Sasa kuwatoa pale watu kuwapeleka kwenye gari ilikuwa ni kizaazaa, kwa sababu watu wengi sana walikuwa hawaamini kuhusiana na huo usafiri wa gari. Mke wake Kari Benzi ambaye anafahamika kwa jina la Bertha Benzi, mnamo mwaka 1888 aliamua kuchukua hilo gari la mume wake pamoja na watoto wake. Wakajumuika pamoja, wakapanda hilo gari na wakasafiri umbali mrefu sana. Watu wakaja kuamini kwamba kumbe inawezekana kuachana na usafiri wa farasi pamoja na mikokoteni, waje kutembelea magari. Japokuwa gari hilo lilikuwa bado teknolojia zake ni weak sana, steering yake, injini yake ilikuwa bado ni ndogo sana, na ile gari ilikuwa inatumia petroli pamoja na alkoholi. Alkoholi unajua ni nini? Alkoholi sijui yani. Pombe bana, ndo nani vitu vyake mshikaji. Sasa umesikia mwanangu? Sasa umesikia katika historia ambayo mshikaji anaitoa. Amenikumbusha mwanangu back na days hizo fulani. Kipindi hicho niko zangu Germany. Mtabisha. Kweli serious. Nikokoteni gani huko? Ngoja. Sasa umeona katika hayo mapinduzi kwamba watu baada kuona kumbe inawezekana kuja kuwa na magari hivi. Kuna kampuni moja pale kaja kuzaliwa mwaka 1896 hiyo Germany hiyo. Inaitwa Daimler Motors. Hao walikuwa mwanangu washindani kweli. Yaani wa mchezo wenyewe mpaka akitaka kisa hashikaji inakuaje? Mwaka 1926 wakaamua kuungana. Walivyoungana ndo baadaye mpaka sasa tutakuta Mercedes Benz kutoka na muunganiko wao. Alafu sema kibaya mshikaji alikuja kufa mwaka 1800 na 1929 hivyo. 1929 ndo alifariki akiwa na umri miaka 84 tu. Kari Benzi. Alafu na huyo mmiliki wa Daimler alikufa mwaka 1900 yeye kamili akiwa na umri miaka 65 tu. Kwa hiyo yeye hakunufaika na muunganiko kwa sababu muunganiko ulikuwa mwaka 1926. Ila huyo Daimler mmiliki wenyewe alikufa mwaka 1900 kamili. Kwa hiyo wanae na ndugu zake ndo walinufaika na mwanangu. Kwa hiyo katika hii story inatufunza nini? Kwamba tuwe na uwezo wa kutengeneza kama taasisi au kama una michongo yako unaweza ukaachia hata wanao, unajua. Kama sisi wanangu tuko pa kila siku tunasugua benchi. Iko hivi washikaji zangu pia kuna mchongo nataka niwaambie hapa. Sasa hivi wanangu pesa imekuwa ni msala sana. Hapo msala, lakini wanangu mimi nisiwafiche. Mimi hapa kidogo mnaweza mkashangaa mara pana vimba na chuma. Sikiliza nikwambie ni mimi. Vyuma vipo vingi. Chuma gani? Unaweza kabla chuma baba. Yaani usije ukashangaa mwanangu mimi mara ghafla binivua afu na vimba na lenji. Yaani humu mwanangu hata kama ni
Kaunga bwana. Utaratibu. Kwenye ndinga ni gari sio unavimba. Ngoja kwanza. Kwanza hiyo ni uongo. Yaani wewe kazi zetu sisi hizi. Leo kwanza umerudi una kitu. Sikiliza. Yaani nimepata utaratibu kutoka kwa bingwa. Unamfahamu bingwa? Anaitwa bingwa magari makali Bongo East Africa kati. Anaitwa Islam Magari, mzee wangu. Huyu jamaa anahusika na kuuza magari, lakini amekuja na mfumo wa kwanza kulipia kidogo kidogo. Yaani wewe Mtanzania ambaye unajikongoje unaweza ukaanza kulipia kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Yaani hata kama unajibana kiasi gani vipi, lakini unaweza kuweka afu kile ni kama kibubu. Cha kwanza ni kwamba haubanwi. Muda gani wa kwanza kuanza kulipia? Kwamba unachua pressure sana, hapana. Hizo mbanga hazipo. Kwa hiyo maana yake ukishafika tu, kama ulikuwa na target unataka gari la milioni 30, alafu ukafikia hata milioni 12, sawa, ukahitaji gari fulani, basi unapewa. Alafu mambo yanakuwa mazuri. Kama nimetoka Doro niaje trip moja. Hata ubanwi, yani unasubiriwa ukipata unaweka mzigo. Ngoja kwanza. Umeona katika hiyo yani story yako? Hiyo mwanangu sasa wanapatikana wapi? Wanapatikana Mwanza. Nzuri wanangu, unajua tukitoka kwenye michezo zetu hizo. Umesikia? Huyu jamaa anapatikana Mwanza Misheni block nambari 17. Mwanza Misheni pale block nambari 17 utakutana mataa Islam Magari. Oya! Bingwa kabisa. Sasa ngoja kwa. Usana natisha mwanangu. Mimi mchongo niko na serious ujue. Na ngoja kwanza. Yamesema kwamba eti block namba 17 Mwanza. Sasa mwanangu simu na mimi namba muda mzunguko hatujasoma sisi. Wewe tuambie namba za simu sisi tupige baadaye. Namba za simu sasa wanangu wenye viswaswado vidogoli 0658 123 0658 123 80. Mbona simu yako ina buibui wamepita kwenye screen? Haina mbaya.